Hai mpendo wa Fizi Kwetu TV. Karibu kwenye kazi zetu zifuatazo: Information and Films. TV ya nyumbani Fizi DRC. Unakaribishwa. Usisahau kusubscribe, kulike, comment and share ili uwe wa kwanza kupata kazi zetu na kuzitapakanya popote mjini. Kwa msaada na ushauri ili kuboresha kazi zetu, piga simu WhatsApp namba 081 38 96 836. Hai Fizi Kwetu TV. Unakaribishwa. Na mpendo wa Fizi Kwetu TV, leo tunapatikana katika kijiji cha Mkolwe. Kijiji cha Mkolwe ni kijiji ambacho kinapatikana katika sekta Tanganyika, ndani ya teritwari ya Fizi. Hivyo leo tupo hapa kwa sababu ya kuweza kuwaonyesha kinachoendelea hapa. Hapa kwanza kabisa kwa kupenda kuwafahamisha, hapa kuna msiba. Na msiba huo ni msiba wa Major Salumu Tambwe Robert Sawa, aliyefariki tarehe 5 April mwaka wa 2025 na amekuja kuzikwa tarehe 19 April mwaka wa 2025, ambaye alifia katika kijiji cha Sange pa Uvira. Basi mpendo wa Fizi Kwetu TV, endelea kuwa nasi ili uweze kujua mwanzo hadi mwisho wa mazishi ya ndugu yetu Major Salumu Tambwe Robert Sawa. Asante sana mpendo wa Fizi Kwetu TV, endelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho ili ujue kilichojiri kwenye mazishi ya Major Salumu Tambwe Robert Sawa hapa jijini Mkolwe. Asante. À gauche, à droite, blanc. Polo, arme. Oh, pas cérémonial. En avant, marche. Ukiwa marehemu jina yake kwanza anaitwa Robert Salumu Tambwe Sawa. Alizaliwa hapa Mkolwe tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka wa 1967. Ni mtoto wa Msambya Atundari Richard. Ni Mchindoku Mshabulela Mchimboko wa hapa Mkolwe, familia ya Atunda. Mama yake anaitwa kwa jina la Mawazo Godeliva. Huyu ni mtoto wa Bashimnaka Bashiru Lindi. Marehemu alifanya masomo kidogo. Kule primary yake alifanya Mgumba sababu baba yake alikuwa director. Kwa somo la kwanza mpaka somo la 6. Sekondari yake alifanya pale Mgumba. Sio. Kisha akatoka hapa akaenda kufanyia humanite yake ku mekanike auto pale Uvira. Ndio alipata brevet yake hiyo kazi. Maisha yake ya ndoa, alioa wake wawili. Mke wa kwanza Noela Zabibu, huyu ni mtoto wa Bashimunyaka Ebonde ya Ama. Walibahatika kuzaa watoto 8. Watoto 8, wawili Mungu alishawachukua, akabakia na watoto 6. Kati ya watoto 6 kuna 3 wanawake na 3 wanaume. Mke wake wa pili alibahatika jina yake Furaha Yena. Huyu naye ni mtoto wa Bashimwenda. Mtoto wa Bashimwenda ambaye alizaa watoto naye 8. Watoto 8, 3 ilishatoweka
akabakia na watoto 5. Kati ya watoto 5 kuko watoto 4 wanaume na mtoto mmoja wa kike. Marehemu alizaa watoto kwa jumla watoto 14. Kuna wengine ambao alizaa pembeni na wanawake wawili. Wajukuu wake ameacha wajukuu 12. Kanisa yake alikuwa muamini wa Neo Apostolike. Ile cha ndugu yetu huyu kimetuacha na huzuni sana. Tumehuzunika sana sababu familia yote hapa yeye ndiye alikuwa anategemewa, na kutegemewa kwake bali kusema alituacha mahali mbaya. Ni sawa vile hadisi ya ndege anataga mayai kisha anatoa watoto akiwaacha katika chicha yake, akaenda kutafuta nini watoto wake watakula. Kule kwenye alienda kutafuta watoto wa chakula, akawaacha katika nyumba yao kule, akauawa, akapigwa jiwe. Mama ya ndege akafa. Wale watoto ambao aliweka katika ile chicha lake wote wakahangaika na kufa wote. Ndio tunafuata huu mfano tunauleta sababu ya hali hii imetukia hapa kwetu. Huyu ni shefu wa familia na watoto wanabakia mayatima, hawana pa kwenda. Sisi kama ndugu zake tumejisikia na huzuni sana kupoteza mtu kama huyu, mtu mkubwa, mtu wa familia na mtu mkubwa kwa njia zote, wa familia na hata kiserikali. Sawa, alikuwa major na akapata ingine grade ya kuwa komanda adjoint wa batayo, na hiyo ilikuwa grade kubwa kwa kazi ya kiserikali. Lakini Mungu amweke mahali pema peponi. Tazidi kumkumbuka kwa sababu ya hali yake tulikuwa nayo mzuri, hakuwa na mchila na mtu, mnyenyekevu, mlinzi wa watoto. Hiyo ni huzuni sana kwetu. Nashukuru sana kwa kupata muda huu wa kuzungumza. Asante sana. Naitwa Mkwala Mieto. Mimi kwa jina naitwa Asukulu Saleh Jacques. Nitaeleza kwa yale ambayo niliona na yale ambayo nilisikia. Na wakati tulipopata habari ya kifo cha ndugu yangu amefariki huko Sangi, basi habari hiyo ilikuja kwenye simu. Ndio tukasoma, tukasikia hizo habari, mara moja tukashika safari tukajielekeza kwenda Uvira. Basi na wakati tulipofika Uvira, basi tukapima, tukaenda kuonana na mhusika ambaye ameitwa Seka. Ule ndio mhusika mwenye kujua habari za matibabu. Na wakati tulipofika pale akatuambia tufike tena kesho ili atupatie maelekezo kwenye tutaanza kufuatilia hizo habari za kifo za ndugu yetu Major Salumu Tambwe Sawa. Basi nilipofika magharibi tukajielekeza mpaka kule morgue kutizama mwili wa marehemu. Na wakati tulipoona mwili wa marehemu, mara moja machozi yaliondoka machoni petu, yaliondoka kubwa sana, sababu tuliona maajabu na masikitiko makubwa. Yeye marehemu ambaye ametuacha, Major Salumu Tambwe, ametuacha, alichinjwa. Sio kwamba amekufa kwa kupigwa risasi, hapana. Alichinjwa na watu wasiojulikana. Basi mara moja tukajielekeza tena kwa serikali, tukaenda sasa kuambia serikali sisi tumetishwa sana na jambo kama hili. Tuna maneno mawili. Jambo la kwanza, tujue kisababisho ndugu yetu amefia nini na ni nani aliyemuua.
Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kawaelezea kwamba sisi tunahitaji kupata hata mwili wa marehemu. Hayo maneno mawili yalikuwa maneno makubwa sana. Na wakati tulipoanza kufanya shughuli zote za kuuliza hayo madai, mara moja wakatuambia aseme umepatikana watu wamoja ambapo wanasusia labda wanaweza kuwa wale. Yale ndio yalionekana basi. Na wakati tulipofika pale, serikali mara moja ilichukua watu ikawafunga na kuanza kuwasambisha. Basi ya serikali mara moja tukiingilia kati na kujua kama kweli ni wao au vipi. Lakini mara moja sisi tuliporudi nyumbani pale tunapokaa, basi tukajiuliza kwa nini mtu kuchinjwa hivyo? Basi tukafuatilia tena kesho yake. Na wakati tulipokwenda kesho yake, tulikwenda kumuona nani? Tulikwenda kumuona General kumuona pale. Basi akatuambia hapana, kuna chumba cha watu wenye kuhusika na matatizo kama haya. Basi tulipojelekeza kwenye hicho chumba, wale wahusika wakasema hapana, hivyo mmefika huku, sisi kama vile serikali tutafanya uchunguzi wa kila aina, na wale ambao wataonekana ni wahusika wale watafungwa kifungo cha jela, yani kifungo cha kifo. Basi hayo ndio alikuwa maamuzi ya serikali aliyotuambia. Baadaye ya pili akasema jinsi mnavyolomba, aseme mpewe mwili wa marehemu, sisi ndiyo jamaa ina haki ya kupewa mwili wa marehemu, lakini msubirie kwanza tungali kwenye mafuatilio ya matatizo hayo ambayo yamejitokeza. Basi tukarudi nyumbani, na tuliporudi nyumbani tena tulijielekeza safari ya 3. Kwa hiyo safari ya 3 akasema hivi, umekamatwa wamoja sasa. Hao ambao wamekamatwa watasamba, na wakishamaliza kusamba tutajua nani aliyowatuma na walisema nini kilichosababisha kufanya tendo kama hilo. Basi tukashukuru kwa jambo hilo. Lakini wakati tulipofuatilia tena safari ya 4, wakasema hivyo tungali tunawafunga bado. Alafu tukaona yanakuwa sasa mazito kwetu, Sasa wanatuambia tusubirie. Na ndio tukaanza subiria, wiki moja ikaisha, wiki ya pili, kufika wiki ya pili, mara moja tukaenda sasa kuona jinsi wanavyotuzungumzia. Wakasema ndio, kwa kweli mnavyosema hivi, sisi muache ile kazi ya serikali kwa jijema ifanye kazi yake. Ni kazi ya serikali ndio yenyewe inakuaga na maamuzi ya kuhukumu mtu. Ndio tumeshukuru kwa kazi zake, sababu serikali ilifanya maamuzi ya kutupeleka na maofisier. Tulikuwa na maofisier wenzake ambao wanatumika nao kazi, ndio wakatusindikiza kwa kupeleka mwili wa marehemu na kumzika marehemu hapa nyumbani Mkolo. Hicho tulishukuru kwa serikali, sababu ilifanya kazi kubwa sana, na tunalotegemea ukubwa kwa wale ambao serikali ilituambia kwamba ninyi msubiri mtapata maamuzi ambayo serikali itaamua. Hiyo ni jambo kubwa. Na kufuatana hiyo, leo kweli wale ambao waofisier walitumwa na sisi kwa kazi ya kuzika mwenzao, ndiyo walifanya hiyo kazi ya mazishi, wakazika mwenzao. Wakati tulipofika safari ya mwisho, serikali katoa maamuzi ya kwamba basi chukueni mwili wa marehemu mwende mkazike huko nyumbani kwa asili. Na tukashukuru hayo maamuzi ya serikali ambayo ametoa maamuzi ya kuchukua mwili wa marehemu na kuja kuzika huko nyumbani kwetu Mkolo. Tunashukuru kwa serikali yote kubwa, wote ambao tumeshirikiana nao, na tunashukuru sana kwa haya maamuzi ya serikali kwa ajili ya kutupatia mwili wa marehemu na kuzika huko nyumbani kwetu Mkolo. Marehemu Major Salumu Tambwe alizaliwa mwaka wa 1967, akafa mwaka wa 2025. Hapa duniani ameishi miaka 57. Na kufuatana na hiyo, jamaa likaona kwamba likatoa maamuzi kusambaza msiba leo. Marehemu Major Salumu Tambwe sawa alizikwa leo na msiba ukasambazwa leo.
Asante. Kwa jina naitwa Kasukul Saleh Jacques.